Hi everybody, I woke up in the morning nikakumbuka jana nayo nililetewa some item kwa show na sikuweza kupanga, manake nilikuwa nimefanya kazi nyingine kando and I felt so tired and I was like zitagoja tu, hata kama customer watakuja kwanza nitauza zenye ziko penye ziko. Then in the morning nimeamka nikatulia kidogo, nikakumbuka I must do this now, not even later. Ndio at least customer akiingia naona kuna tissue, there is sanitary, and here I am. Nimeshachukua story yangu manake urefu nayo. Urefu nayo nilipewa, asingeweza kufikia tu. So kama unafanya kazi na uko mrefu kama mimi, unatafuta stool ama something to step on, ndio unafikia mahali unapanga vitu, si struggle. But utafute kitu family haiwezi kukuangusha. So here I am with my sanitary towels. Uzipange side moja, usichanganye sanitary tissues. No, you don't do it like that if you are starting your business. However the small it is, unapanga tu vizuri. At least sanitary unaweka side moja, tissue unaitafutia side ingine, ndio customer tu akikuuliza unawapointia I have this, I have that, and this is their price. It is easy kwako kwa kutolea customer na kumuonyesha na kuuza. Sisi tunapanga sanitary nyuma, alafu mbele unaweka tissue. Customer akikuitisha sanitary, unabomoa tissue kwanza ndio ufikie sanitary. No, that's not the way to go. Una put sanitary kwa side moja, then tissues kwa side moja, and this is how I am doing it. Na kama you are a lady, usiache kufanya kazi yako. By the way, I will always encourage you not to stop doing what you do. Before you met that friend of yours amekuambia anataka kukumari ama anataka kuishi na wewe, continue doing what you alikufanya continue doing chenye alikufanya ukifanya hivi. It's a nice thing, na if inakupea something, because you stopping, you don't know what tomorrow carries for you. You don't know what can unfold tomorrow. Kwa worry, usiache kufanya kazi yako. Fanya kazi yako, by the way, tia bidii na Mungu ataingilia kati. Last year I was in marriage and ikakuja ikakaa vile ilikaa juu. Sina pesa. Because mwenye nilikuwa nakaa na yeye alidecide chenye alidecide. So nilikuwa najiuliza, na kama aliuza kazi yenye alifanya alipata nikifanya, nikakae kwa nyumba tukule hiyo pesa iishe, alafu akumbuke. Nilikuwa najiuliza, na ningeacha kazi yangu alafu niseme nakaa kwa nyumba. That is when ningejua dust is constant. Ndio maana nakuambia, kama you are a lady and mtu amekuja amekuambia acha kazi, usiache kazi. Usiache kazi. Si ni mimi nakuambia usiache kazi yako. Acha nikuambie guys, these people changes. Watu wana change, by the way. Unapata vile alikuwa anakupenda, sijui alienda akakula nini ama akapoa na nini na huko, ama waliongea nini na akachange akakuwa animal, akakuwa narcissist. Usiache chenye ulikuwa unafanya. Love what you do. Jiambie, if huyu mtu hakukuja, ningeacha kazi? Singeacha. I would also continue doing it each and every day. Kwa hivyo, love what you do. Usiache juu umependwa. Fanya kazi yako. Earn from your job. Ujue akiweza kuwa hana something, hamwezi lala njaa. You can go and buy something na ukuje upike mkule.
Ati kama hana pesa, kama umeacha kazi, mtalala hivyo juu hana na hakuna kitu utafanya. Love doing, love working, you know. And penda tu kazi yako, by the way. Penda kazi yako. Penda kazi yako na ujiambie kama huyo mtu hangekuja, ungekuwa unalala, ungekuwa unarauka unaenda kufanya kazi yako. So usiache kazi juu umependa. I love doing my job and this is how I have done it. Tumepanga sanitary, now tunapanga tissue, the second pack. Each pack ina carry 10 tissues, you know. Alafu tumesema utafute variety za prices tofauti. Kama ni kitu tafuta za 20, 25, 30, 40. At least utapata customer anataka ya 20, mwingine hataki ya 20, anataka ya 40, mwingine anataka ya 30, mwingine anataka ya 25. Na hiyo inakupea advantage ya kukua unafanya sales. Usidharau kazi yako. Penda kazi yako. May God intervene and may God bless the work of your hands, because He will still do it if you welcome Him into your works. Yeah, it works. By the way, it works.